Yes. Kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 30. Biblia inasema hivi. Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakamwacha karibu ya kufa. Ninachotaka kusema ni kitu kimoja. Kwenye maisha yako wapo wanyang'anyi ambao hao wanyang'anyi wamejificha kwenye maisha yako. Wananyang'anya baraka zako, wananyang'anya hatima yako, wananyang'anya faida yako, wananyang'anya fedha yako, wananyang'anya uchumi wako, wananyang'anya amani yako, lakini wamejificha kwenye maisha yako bila kujua. Biblia inasema kwamba mtu mmoja alikuwa anatoka Yerusalemu kwenda Yeriko, na alipokuwa njiani akienda, tafsiri yake alipokuwa akitoka mahali kwenda mahali. Maana yake hata wewe hapo kuna mahali unatoka, unataka kwenda mahali pengine. Mfano, unaweza kuwa kutoka kwenye umaskini, kutoka kwenye hali ya kupanga, kutoka kwenye hali ya magonjwa, kutoka kwenye hali ya kila namna, kutoka katika hali ya kudharaulika, akienda Yeriko. Unatoka mahali kwenda mahali. Sasa hapa katikati akiwa kwenye safari, huyu mtu alivamiwa na wanyang'anyi. Wanyang'anyi kazi yao ni kuzuia kule unakoenda usifike kabisa kule unakotaka kwenda. Na wanyang'anyi kazi nyingine ni kunyang'anya ulicho nacho. Ukiwa una ndoto nzuri watainyang'anya, ukiwa na baraka watainyang'anya, ukiwa na fedha utainyang'anya, ukiwa na simu watakunyang'anya, ukiwa na afya watakunyang'anya, ukiwa na nguvu watakunyang'anya. Wanyang'anyi sio mtu mmoja, wanyang'anyi ni watu wengi au kikundi cha watu. Katika ulimwengu wa kiroho zipo roho za kinyang'anyi. Katika ulimwengu wa kimwili zipo roho za kinyang'anyi. Zinanyang'anya baraka za watu, zinanyang'anya mafanikio ya watu. On this time, wengi wenu mko hapa mmeshanyang'anywa na vitu vingi sana kwenye maisha yenu. Wengine mlishakuwa na fedha lakini fedha zenu zinaishia kupotea. Watu wengi mshakuwa na mahusiano lakini mahusiano yanaishia kupotea. Wengine mshakuwa na ndoa na ndoa zenu zinaishia kupotea. Wengine mlishakuwa na afya nzuri lakini afya zenu zinaishia kupotea. Wengine mlishakuwa na watoto lakini watoto wenu wanaishia kupotea. Wengine mlishakuwa na vitu vingi vya thamani lakini vitu vyenu vinaishia kupotea. Shida ni nini? Shida sio vitu kupotea. Shida ni mnyang'anyi anayepoteza vitu vyako kwenye maisha yako. Ongeza, kama nabii nimekuja nikufahamishe neno hili. Kuna maisha ambayo unaishi sasa hivi ni maisha ambayo ya kutokufanikiwa. Sio kwa sababu hupati, no, unapata, lakini shida unapopata wanyang'anyi wanakunyang'anya ulichopata. Sasa nisikize vizuri, mwana wa Mungu. Anasema wanyang'anyi walimvua nguo huyu mtu. Yesu anasema walimvua nguo, manake walimtengenezea aibu, walimuondolea heshima. Kuna watu hamuheshimiki, kuna watu mmedharauliwa, kuna watu mmekataliwa kwa sababu kuna utukufu umeondolewa kwenye maisha yenu. Wamekuvua nguo. Mtu akiwa hana nguo, mwana wa Mungu, ni aibu. On this time kuna watu mmevuliwa vitu katika ulimwengu wa roho, na sasa mnakuwa watu wa aibu, watu ambao hamkubariki, watu wa kukataliwa, watu wa kutengwa. Jambo lingine, wanyang'anyi wanapokuja kwenye maisha yako, wakisha kuvua nguo, hawakuachi salama, wanakutia majeraha. Kama wanapanga, kama wana kisu, kama wana mishale, kama na meno, watakung'ata pia, imradi tu wa kujeruhi. On this time nataka nikwambie, watu wengi mko hapa, mnatembea, mnafanya biashara, lakini tayari mmeshaumizwa, mmeshatiwa majeraha na vitu vingi. Kuna watu tayari wameshatia majeraha maisha yako, wameshatia jeraha ndoa yako, wameshatia jeraha familia yako, wameshatia jeraha roho yako, nafsi yako. Hapo ulipo hauna raha na unatafuta mtu atakayekusaidia. Shida, umekutana na wanyang'anyi ambao hawana huruma na wewe, hawana huruma na familia yako, wala hawana huruma na nafsi yako. Wanyang'anyi wamekuja kuharibu maisha yako. Wanyang'anyi wamekuja kuchukua vya kwako. Wanyang'anyi wamekuja kudhulumu vya kwako. Hawahitaji kujua utasikia raha au utacheka au utafanya nini. Na kuna watu kwenye maisha yako ni wanyang'anyi, wanakunya kila kitu unachokuwa nacho, lazima kipotee mikononi mwako. Hiyo ni ishara namba 1 inayokuonyesha kwenye maisha yako kuna wanyang'anyi ambao wananyang'anya vitu vyako.
Sasa nisikilize mwana wa Mungu, jambo lingine ambalo wanyang'anyi ulifanya, wanakuacha hali ya kuwa hujiwezi ukiwa unakaribia kufa. Wanakuacha ukigaagaa kiasi ambacho huwezi kujitetea, huwezi kuwakimbiza, huwezi kuwashika, huwezi kuwashtaki. Wanaua hata ule moyo wa mapambano, ule moyo kabisa wa kufight. Wanahakikisha hauna kabisa, wanakujeruhi kila kitu mwana wa Mungu. On this time Yesu anasema, ukiendelea kusoma hapa, Yesu anasema kuna mtu Msamaria alipita akamsaidia yule mtu aliyekuwa akisafiri kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Na mimi ndo yule Msamaria ambaye nimetoka mahali fulani nikienda katika safari zangu, na sasa ninakutana na wewe kwenye maisha yako. Tayari maisha yako yameshajeruhika, wanyang'anyi wamekupoteza kila kitu. Nataka nikwambie kitu kimoja mwana wa Mungu, mahali ulipo, then hakikisha unanitafuta mwana wa Mungu. Nataka nikusaidie maisha yako. Wapo wanyang'anyi kwenye maisha yako, nataka nipambane nao, maana wewe peke yako huwezi. Unahitaji msaada wa Mungu mahali ulipo. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Mungu akutetee. Make sure unanitafuta, unanifollow, na then nitakuombea, nitakubariki, nitakuelekeza. God bless you. Mbele yako ni simba wa moto, the lion, nabii, kuhani na mfalme. Ciao.